Leo tunasafiri mpaka nchini Kenya ambako kuna mgogoro mkubwa sana wa ndani uliosababishwa na mjadala wa Ebola. Marekani ilikuja na mpango ambao utaruhusu raia wake walioambukizwa Ebola wakiwa Afrika wapelekwe nchini Kenya. Serikali ya Kenya ilionekana kuulizia mpango huo, lakini kabla utekelezaji wake haujaanza, Mahakama Kuu ya Kenya ikaingilia kati na kuweka zuio la muda la utekelezaji wa mpango huo. Na hapo ndipo mjadala mkubwa ukaanza. Kwa nini taifa kama Marekani lenye hospitali kubwa za kisasa zaidi duniani halitaki raia wake walioambukizwa Ebola wakiwa Afrika warudi nyumbani wakatibiwe na badala yake wapelekwe Kenya? Kama ni salama kuwapeleka wagonjwa wa Ebola Kenya, kwa nini wasiende moja kwa moja Marekani? Hayo ndio maswali ambayo maelfu ya Wakenya wanaiuliza serikali yao. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, kabla ya zuio la Mahakama Kuu ya Kenya, Marekani ilikuwa inatarajia kujenga karantini ya kisasa ya vitanda 50 nchini Kenya kwa ajili ya raia wake walioambukizwa Ebola. Karantini hiyo ilikuwa inatarajiwa kujengwa katika eneo la kambi ya jeshi la Marekani iliyopo nchini Kenya kule Laikipia. Marekani pia iliahidi kutoa dola milioni 13.5 kwa ajili ya kuisaidia Kenya kufanya maandalizi ya kupambana na Ebola. Kwa fedha ya Tanzania, kiasi hicho ni sawasawa na bilioni 35.1. Kwa baadhi ya watu, huo ulikuwa ni msaada wa afya ya umma, lakini kwa wengine hawakuichukulia kama msaada. Walichukulia kama namna ya Marekani kuishawishi serikali ya Kenya kukubali kujenga karantini kwa ajili ya raia wa Marekani walioathirika na Ebola, na ndio maana hasira zikazidi kuongezeka. Haikuchukua muda, muungano wa madaktari nchini Kenya ukatoa notisi ya masaa 48 ya mgomo mkubwa sana wa madaktari ambao ulitarajiwa kufanyika kitaifa. Viongozi wa muungano wa madaktari walikuwa wakihoji kwa nini Kenya ichukue jukumu ambalo Marekani yenyewe imeogopa kulibeba ndani ya mipaka yake. Haikuchukua muda, wanaharakati wakaingia uwanjani na wananchi wakaanza kupiga kelele sana mitandaoni. Baada ya kelele kuwa nyingi, Katiba Institute kwa kushirikiana na Law Society of Kenya wakaenda mahakamani kwa ajili ya kupinga mpango huo wa Marekani. Wakiwa mahakamani, hoja yao kubwa ilikuwa wananchi hawajashirikishwa vya kutosha, ukizingatia swala hilo lilikuwa lina athari kubwa za afya kwa umma na usalama wa taifa. Baada ya kusikiliza hoja zao, Mahakama Kuu ikaamua kusitisha kwa muda utekelezaji wa mpango huo. Ikazuia kabisa kwa watu walioathirika na Ebola kuingizwa nchini Kenya chini ya makubaliano hayo hadi kesi ya msingi itakaposikilizwa. Ili kuelewa ni kwa nini swala hili limezua hofu kubwa sana, lazima tujue Ebola yenyewe ni nini. Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya familia ya Ebola virus. Jina Ebola linatokana na mto Ebola uliopo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu kabisa na sehemu ambako ugonjwa huo uligundulika kwa mara ya kwanza mwaka 1976. Virusi hivi husambaa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mtu aliyeambukizwa. Tofauti na ilivyo COVID-19, Ebola yenyewe haisambai kwa urahisi kupitia hewa, lakini inapompata mtu inaweza ikawa hatari sana. Dalili zake mara nyingi huanza kama homa kali, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli na hata uchovu. Kadiri ugonjwa unavyoendelea, mgonjwa anaweza akaanza kutapika, kuharisha na kupata upungufu mkubwa wa maji mwilini. Na ugonjwa unapofika hatua mbaya, mgonjwa hupata matatizo ya ini na figo na hata kutokwa na damu mwilini. Kuna aina 6 za Ebola virus zinazojulikana, lakini ni aina 4 pekee ndizo zilizowahi kusababisha maambukizi makubwa kwa binadamu. Aina inayohusishwa na mlipuko unaoendelea sasa nchini Kongo na Uganda inaitwa Bundibugyo Ebola virus. Hadi kufikia sasa, visa zaidi ya 1028 vya Ebola vimeripotiwa nchini Kongo, ikiwemo vifo zaidi ya 220. Miongoni mwa waliofariki ni daktari aliyekuwa anamhudumia mtu mwenye Ebola. Nadhani ndio maana madaktari wa Kenya wameiona hatari ya karantini kuwa katika eneo la nchi yao. Mpaka sasa Uganda pia imethibitisha uwepo wa visa 7 na kifo 1 tangu mlipuko utangazwe mwezi Mei. Lakini wataalamu wanaamini hali inaweza ikawa mbaya zaidi kuliko takwimu rasmi zinavyoonyesha, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa virusi vilikuwa vinasambaa taratibu katika maeneo mbalimbali ya Kongo kabla ya virusi hivyo kugunduliwa rasmi mwezi Mei, na hii ni kwa mujibu wa WHO wenyewe. Hiyo ina maana kwamba idadi halisi ya maambukizi inaweza kuwa kubwa zaidi. Kwa wastani, karibu nusu ya wanaoambukizwa Ebola hupoteza maisha. Ndio maana Ebola inachukuliwa kuwa moja ya magonjwa hatari zaidi duniani. Sasa unaweza ukaelewa ni kwa nini Wakenya wengi walipatwa na wasiwasi waliposikia wagonjwa wa Ebola wangepelekwa nchini mwao. Na wagonjwa hao wanaozungumziwa wanatokana na kundi la raia wa Marekani waliokuwa wakifanya kazi katika maeneo yaliyoathirika na Ebola. Katika milipuko mingi ya zamani ya Ebola, raia wa Marekani waliokuwa wanashukiwa kuambukizwa walikuwa wanasafirishwa kurudi Marekani na kuwekwa chini ya uangalizi maalum. Lakini safari hii mambo yalikuwa tofauti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio,
alisema wazi, haturuhusu na hatutoruhusu kesi ya aina yoyote ya Ebola kuingia Marekani. Kauli hiyo ndio iliyofanya mjadala wa Kenya kuwa mkubwa zaidi. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa nchini Kenya ili kujua kama mpango wa Marekani kujenga karantini nchini Kenya utaruhusiwa kuendelea. Lakini wewe una maoni gani? Je, shinikizo la wananchi, madaktari na wanaharakati litafanya mpango huu kufutwa au utaruhusiwa kuendelea? Tusubiri tuone nini kitatokea. Wakili Lucas Miwa, mpaka wakati mwingine.